kwanza kwa siku ya leo mwenzetu aliuliza akasema, Shalom, nini maana ya neno sinagogi? Ndiyo. Nini maana ya neno sinagogi? Sinagogi. Sawa. Ameuliza maana ya neno sinagogi kwa sababu ni neno ambalo tunaliona lipo hasa mara nyingi likirejelewa kwenye Biblia. Ndiyo. Lakini mimi ninaomba sintajibu tu sinagogi, nataka tuangalie tofauti kati ya hekalu, sinagogi na kanisa. Okay. Kwa sababu tunaweza tukawa tunachanganya haya mambo wakati ni mambo tofauti kabisa, lakini nataka niangalia haya mambo matatu. Kwa hiyo ameuliza sinagogi, lakini mimi nitafafanua haya mambo yote matatu. Lakini naomba nianze na hekalu kwanza, kwa sababu kabla ya sinagogi na kabla ya kanisa, la kwanza lilikuwa ni hekalu. Hekalu ni jengo lililojengwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kufanya upatanisho. Na hili lilikuwa hekalu limegawanyika katika sehemu tatu. Yani kulikuwa na hema ya kukutania ambayo ni watu wote, kulikuwa na patakatifu ambapo ni kuhani wa zamu anaingia mara moja kwa wiki, alafu kulikuwa na patakatifu pa patakatifu ambapo ni kuhani mkuu huwa anaingia mara moja tu, hapo ambapo ni patakatifu pa patakatifu. Na tunakumbuka kwanza mtu wa kwanza ambaye alikuwa ni amejenga ili hekalu alikuwa ni Suleimani. Katika historia wengi wanaijua historia na kuikumbuka historia, alikuwa ni Suleimani ambaye yeye Suleimani alijenga, huu ulikuwa mwaka wa 957 kabla ya Kristo, na baadaye likaja kubomolewa hilo hekalu na mfalme Nebukadneza wa Babeli na kuwahamisha Wayahudi, kuwapeleka na vyombo vyote vilivyokuwa mle ndani, kwa sababu kulikuwa na maagizo ya vyombo, na humo ndimo lilimokuwemo pia sanduku la agano. Kwa hiyo hamishwa mpaka huko Babeli. Huo ulikuwa mwaka wa 586 kabla ya Kristo. Na baada ya uhamisho, Wayahudi wakayarudia tena makazi yao. Kwa wakaamua baadaye kulijenga tena hekalu. Hekalu ilikuwa mara ya pili chini ya Zerubabeli. Ezra ambaye pia kulikuwa na Zerubabeli, kulikuwa na Ezra kuhani pamoja na wakina Hagai, nabii Hagai. Lakini walifanikiwa kulijenga kwenye mwaka wa 516 kabla ya Kristo, na hekalu hilo pia likabomolewa tena mwaka wa 70. Hii sasa tunaongelea baada ya Kristo. Maana kama wale wanaojua historia ni kuwa baada ya Kristo amekuja na mambo yakaenda hivyo, alafu Rumi ilivamia Yerusalemu. Kwa katika kuivamia Yerusalemu pia likaja likabomolewa tena hilo hekalu, ambapo sasa alikuwahi kujengwa mpaka leo hii. Hilo ndilo hekalu lenyewe hilo. Sasa hii ni karibia miaka 2000 imepita, useme na zaidi, ingawa Wayahudi wapo katika mipango ya kutaka kulirejesha. Nataka tukumbuke jambo moja, kuwa unapoongelea Mungu ukumbuke ni Mungu yafungwi na muda. Manake hayuko limited na muda. No, sisi wanadamu ndio tuko limited na muda. Na hata hapa unaona tuna kipindi hiki kifika muda fulani wasema sasa jamani tunawaaga watazamaji wetu na wasikilizaji mnaotusikiliza, kwa sababu ni muda, yani kila kitu. Lakini Mungu yeye huwa hafungwi na muda. Sasa ni ipi ratiba ya Mungu? Ratiba ya Mungu ni taifa la Israeli. Hiyo ndio ratiba ya Mungu, kwa sababu yeye hawezi kujiweka yeye mwenyewe kwenye kuendeshwa na muda. Kwa hivyo Mungu huwa anaenda na muda kulingana na taifa la Israeli lilipo. Ndio maana unaona kwenye hili swala la hilo hekalu sasa. Na tunaangalia taifa la Israeli kuona ni nini Mungu anachokifanya ulimwenguni. Na kwa kile kinachoendelea, mfano kwa kile kinachoendelea, umeona hata sasa hivi pale Israeli kuna mauaji ya watoto wadogo, wasiokuwa na hatia na nini, na watu wengi hawapendi. Lakini ukweli ni kwamba huo unapenda ama haupendi, ni taifa lililochaguliwa na Mungu. Umeona, na ndio Mungu sasa anaangalia hapo na itakuwaje kwaje. Kwa mojawapo ya ishara Mungu alizoziongea kuwa zitakuwa ni ishara hizo za mambo fulani fulani, ni pale mtakapoona hekalu linaanza kujengwa.
Sasa kumbuka hili ni hekalu ambalo lina miaka halijajengwa. Na tunakumbuka siku ambayo Hamas walivamia Israeli ndio siku ambayo wanasema Temple Institute walitoa kibali cha kutoa sadaka ng'ombe mwekundu kwa ajili ya ujenzi wa hekalu jipya, kwa sababu hilo hekalu haliwezi kujengwa bila ng'ombe mwekundu kutolewa. Kwa mujibu wa Wayahudi au kwa mujibu wa dini ya Kiyahudi. Maana tangu kuharibiwa kwa hilo hekalu hakujawahi kutolewa tena hiyo sadaka ya ng'ombe, na ng'ombe waliwahi kutolewa ni 9 tu, na tangu kuharibiwa kwa hekalu. Sasa hii Warumi tangu wameharibu hekalu hilo imepita miaka karibia 2000 hapa, na hakujatolewa sadaka ya aina yoyote ile. Na ng'ombe mwenyewe huyu sasa inabidi atolewe, ndio inaaminika sasa kwao ndipo Masihi atakapokuja. Okay, by the way, si tunajua Masihi alishakuja ambaye ni Yesu Kristo, lakini hasa wao si hawamwamini. Kwa hiyo wanaamini kuwa ni mpaka hiyo sadaka itolewe. Ikishatolewa ndio sasa afanye nini huyo Masihi aje. Sasa hatutasoma, lakini kitabu cha Hesabu 19 mstari wa kwanza na wa pili ndio ipo hapo walipokuwa wametoa sasa huyo ng'ombe ambao ni ng'ombe wekundu. Sasa kwa miaka hii yote walikuwa wanatafuta kwa ajili ya kujenga ujenzi wa ile hekalu, wakawa wanatafuta ng'ombe wa namna hii, ng'ombe wekundu, ng'ombe bana, okay, seve ng'ombe ndama, bana ni ndama. Lakini hawakumpata mpaka pale walipowapata kutokea Texas, Marekani. Na huko walipata ng'ombe 5, lakini kwa sasa wamebaki 4 kwa sababu mmoja alikuwa na kasoro. Kumbuke ng'ombe hawa wamepandishwa ndege kutoka Marekani mpaka Israeli kwa ajili ya ujenzi wa hilo hekalu. Na ng'ombe hawa hawatakiwi wawe na alama yote, hali yawe mwekundu piwa. Na siku ambayo ndio wamepeleka maombi sasa kwa ajili ya kutoa sadaka ng'ombe hao, ndipo washirika wa Irani wakaivamia Israeli kule Ashkelon, kwa sababu na wao pia wana hiyo, yaani wanaelewa kabisa kwa wakija kutoa hii sadaka kutakuwa kuna shida. Na Irani kumbuke yenyewe inadai kuwa pale ile ni ardhi takatifu kwa ajili ya Waislamu. Kwa wanawaona hawa Wayahudi kama ni wavamizi waliokuja kuvamia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo sasa hekalu litakuja kujengwa kwa namna hiyo. Lakini kwa upande wetu sisi wa Kristo au dini ya Kikristo tunaamini kuwa kwa sasa hekalu ni mwili wa muumini, na yani na Roho Mtakatifu ukaa ndani yake, kama Biblia inavyosema kuwa miili yetu sisi Kristo ameipa heshima ya kuwa hekalu takatifu la Mungu. Ikiwa na mtu atauchezea yes, ng'ombe mwekundu kumbe ni wekundu wa hivi. Mbona kama huku Tanzania wako wengi? Sasa hawatakagi kuja kuchukua huku, si wanatudharau. Wanataka mpaka wawapate Marekani kule. Kumbe ni mwekundu wa hivi jamani. Mwekundu ambaye hana alama hata. Kama wapo tunawaonaga. Ndio hivyo, lakini hasa nani atakusikiliza useme kuna ng'ombe mwekundu huku? Watakuambia kuwa huyo hapana. Okay. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa maana yake sasa sisi wa Kristo tunaamini hekalu sasa ni nini? Ni hii miili yetu. Muingie kwenye sinagogi. Sinagogi ni nyumba ya kufundishia sheria. Maana ya sinagogi, nyumba ya kufundishia sheria. Hii wengi hujua kama ni msikiti, lakini si msikiti. Ila misikiti imechukua utamaduni wa masinagogi kwa Wayahudi. Hii ni baada ya kutoka utumwani Babeli. Wayahudi wakaona waanze kuhimizana kushika sheria ya Mungu ili wasije tena wakaingia kwenye kuabudu sanamu, wakarudishwa tena utumwani. Kwa ndo maana wakaanzisha haya masinagogi. Ndio wameanzisha haya masinagogi, ila sasa tafsiri au watafsiri wa Biblia wa Kiswahili walipokosa maana katika lugha yetu wakaamua kuita msikiti. Na ndio maana leo hata ukitafuta nini utaambiwa ni msikiti wa Kiyahudi. Yani ukitafuta hata kwenye Google ukiandika neno sinagogi manake nini, utaambiwa msikiti wa Kiyahudi. Lakini ni kwa sababu ya watafsiri waliotafsiri Biblia ya Kiswahili walipokosa maana, ndio maana wakaita msikiti wa Kiyahudi. Lakini kumbuka, baada ya kutoka Babeli, moyo wa Wayahudi au mioyo ya Wayahudi wengi waliamua kurejea kwa Mungu.
Sasa walipofika Yerusalemu hakukuwa na hekalu tena. Ukumbuke nimesema hekalu lilikuwa limebomolewa. Ndio maana nikasema hapa nataka nifafanushe kwanza hekalu alafu nije sinagogi. Hekalu wao wakati wanatoka uhamishoni, Nebukadneza alikuwa amebomoa lile hekalu. Na lile hekalu ndio tumesema wakina Zerubabeli, Ezra, wakina Nabii Hagai ndio wameenda kujenga. Kwa hiyo sasa hawa wakahimizana walipoamua kurudi walipofika Yerusalemu, kwa sababu hakukuwa na hekalu. Hivyo Ezra kuhani akaamua kuanzisha utaratibu wa ibada ili watu wajifunze sheria, na ibada hizo walizijengea majengo, ndio wakayaita masinagogi. Hayo majengo hayo. Kwa hivyo sinagogi zilikuwepo sehemu nyingi tu katika jamii ya Kiyahudi baada ya hekalu la pili kukamilika. Na bado utaratibu wa masinagogi uliendelea hata baada ya kuwa hekalu la pili limejengwa. Bado utaratibu wa masinagogi uliendelea, na mpaka leo Wayahudi wanaishi bila hekalu, huabudu katika masinagogi. Na sinagogi lilijengwa kwa mfumo wa majengo ya Kibabeloni au ya Kibabeli. Wale wa kutokea kule ulikotokea kule bana ndio wametoka kwa wamejenga kwenye mfumo huo, lakini hekalu kama hekalu mpaka leo halipo. Ndio maana unaona hasa nilikuwa nakupa hiyo historia ya kuwa lazima kutolewe sadaka ya ng'ombe wekundu, alafu ndio sinagogi hekalu lianze kujengwa. Maana wao wanaamini ili hekalu likijengwa ndipo Basihi atakuja, lakini kitu tu ambacho wakijui wanaweza wakajenga kwenye tunaita wrong location, lakini pia asije Masihi akaja mpinga Kristo. Yani ndilo ambalo Wayahudi hawalijui hilo, hawako aware nalo hilo. Hivyo. Kwa hivyo sasa sinagogi ni hekalu, si hekalu bali ni majengo ya kufanyia ibada na kujifunza sheria, na walikuwa wakiyatumia hata siku za Sabato. Na sinagogi halikuwa nyumba ya Mungu, bali hekalu ndilo lililokuwa nyumba ya Mungu. Kwa hivyo hekalu duniani kote lilikuwa ni hili moja tu. Liko pale Israeli. Hekalu duniani kote ni moja tu, ila masinagogi hata yawe mengi kiasi gani haina shida. Hiyo ni tofauti na ndio tofauti kati ya sinagogi na hekalu. Ndio iko hivyo. Sasa tuna makanisa, alafu makanisa tunaita hekalu. Tunakwambia mimi naenda hekaluni. Lakini kanisa kuliita hekalu sio sawa. Ile nisemeje, ni utaratibu tu, yani vile kama mtu nitumie kauli gani au lugha gani, mazoea, hilo linakuwa zuri zaidi. Lakini hasa ukiongelea kanisa ni kitu kingine, kwa sababu kanisa ni mkusanyiko wa watu walioitwa pamoja. Ndio maana nasema ngoja twende kwenye jumba la matamko. No, sisi hatuji kanisani. Maana sisi ndio kanisa wenyewe. Ila tunakuja kwenye nyumba ya matamko, ambapo ndio matamko huwa yanatamkwa. Ndio pale wasema sasa kanisa limekutanika. Wengine wanaita hema ya kukutania. Umeona? Kwa hema ya kukutania ni nani wamekutanika? Ni kanisa limekutanika pale. Kwa ndio maana sasa zamani hata mikutano ya kisiasa watu wanakusanyika ilikuwa inabeba tafsiri ya kanisa. Zamani zile. Kwa hivyo neno kanisa kwa Kiyunani huwa wanaita eklesia, ambao ndo mkusanyiko wenyewe. Hivyo sisi ambao tumeitwa na Mungu na kukutana pamoja kwa ajili ya Kristo ndio tunaitwa kanisa sasa. Ndio maana yake. Lakini maana nyingine ya kanisa ni mwili wa Kristo aliye kichwa, na pia ni bibi harusi aliye safi. Yani kanisa ni bibi harusi aliye safi. Maana yake ni mwili wa Kristo ambaye ni bibi harusi aliye safi, na kanisa haina maana ya jengo au majengo tunayoyajenga. Ndio maana hata tukiabudia chini ya mti au mtoni au darasani au kando ya njia, bado litakuwa ni kanisa tu. Kwa kanisa sio jengo. Kwa majengo tunayojenga hayana uzito wa kuitwa kanisa, bali majengo ya kanisa au nyumba za kuabudia. Ndio maana ya nini maana ya kanisa. Ningeomba hapa tuangalie kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 16 mstari wa 4. Warumi sura ya 16 mstari utakuwa ni wa 4. Warumi 16 mstari wa 4.
Biblia hapa inasema hivi, Ndiyo. waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambao ninawashukuru, Ndiyo. wala sio mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Sasa kanisa linakaaje tena ndani ya nyumba yao? Umeona, kwa maana ya kanisa sio jengo, na maana ya kanisa ni sisi hapa. Hivyo basi kwa sababu kanisa ni kusanyiko, yatupasa tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watakatifu. Maana kila walipo wawili watatu kwa ajili ya Kristo, basi Mungu naye anakuwepo. Leo watu hawajumuiki na wenzao kwa kigezo cha kufanya ibada kwa kuangalia TV. Yani mtu asema naangalia live hapa, mimi sina haja ya kwenda kanisani. Ujue umekufa eti. Yani kiroho ujue wewe umekufa. Yani hauna sababu yoyote ya kutokwenda kanisani. Unasema mimi nitajumuika tu kwa njia ya redio au njia ya TV nitaangalia. Ujue hapo kiroho hauko vizuri. Ni lazima tukusanyike, tuonyane na kutiana moyo inapobidi. Ni lazima tuwajibike chini ya, na sio kukaa kutazama video za ibada online ikiwa wenzako wapo kwenye mkusanyiko. Hapo takuwa unajidanganya. Na ndio maana lazima wote tuwepo kanisani. Kwa kanisa ni mwili wa Kristo na sisi tu viungo. Hivyo Kristo anao mwili mmoja tu. Madhehebu haya yote hayana uzito wa kuwa kanisa, bali ni taasisi. Umeona, hizi bali ni taasisi, ila kanisa duniani kote kanisa ni moja, ambalo ni mwili wake Kristo, ambalo limepambwa mfano wa bibi harusi safi asiye na waa kwa ajili ya karamu ya mwana kondoo. Kwa madhehebu yanatugawa, bali Kristo anatuunganisha. Na kila mtu aliyempokea Kristo kwa dhehebu lake, huyu ni ndugu yetu katika Mungu, bila kujali anaabudu wapi. Ndio maana, kwa hiyo ndio maana halisi sasa ya kanisa, tofauti na vile ambavyo tunafikiria. Mtu asema ngoja niende kanisani, ni ile tunaongea kimazoea. Lakini kimsingi utakiwa sasa ngoja niende kwenye nyumba ya ibada, ambapo kanisa huwa linakutanika. Kwa hiyo ndio tofauti, maana nimeona nilitanue hili swali lisije majibu yake tusije tukakaa tuko mahali pamoja. Aliuliza maana ya sinagogi, lakini akumbuke kabla ya sinagogi, kabla ya kanisa, hekalu ndilo lililoanza. Na hekalu ndilo ambamo Mungu sasa alikuwa anakaa, yani kama uwakilishi wake kwenye hilo hekalu. Ndio maana ulikuwa ukiona sanduku la agano lilikuwa linamwakilisha Mungu. Hilo sanduku la agano ndilo lilikuwa kwenye hekalu, na hekalu ni moja tu duniani. Ili tukiitaga mahekalu, siwili hekalu, yani zinakuwa ni lugha tu tunazitumia, lakini hekalu kwa maana hekalu kwa namna ya Biblia na kwa imani ya Kiyahudi, hekalu ni moja tu, ambalo sasa lilibomolewa na lenyewe na Warumi baada ya Yesu miaka ya 70, halijajengwa mpaka leo. Kwa hiyo ndio maana unaona Wayahudi wako busy sasa kutafuta hao ng'ombe ambao umesema labda tutachukua mawasiliano yao tuwaambie kuna ng'ombe huko. Lakini mnada wa ng'ombe wamejaa huku Tanzania wengi hivyo. Ila sasa hatakiwi avuke miaka 3. Anatakiwa awe chini ya umri wa miaka 3. Ndio maana wanawataka hivyo, yaani wana vigezo na masharti. Hadi eneo la ng'ombe kuzaliwa pia, Shilo. Kuna story niliyosikia Shilo, sijui lazima atoke Shilo. Imekaje hiyo story mwalimu? Kutoka Shilo kwa sababu ndipo mahali lilipokuwepo hilo hekalu. Kwa ndio maana inaleta maana kuwa lazima huyo ng'ombe atokee Shilo. Lakini sasa nadhani ni mojawapo ya vigezo. Kwa sababu hawa niliokuambia waliwatolea Texas, Marekani. Sasa Shilo yenyewe haiko huko Texas, iko upande huu wa Israeli. Ndio. Kwa hiyo ni hivyo tu kwa majibu ya swali lake ndugu yetu. Nafikiri atakuwa ameelewa kama anatufuatilia. Sawa. Mwalimu, naomba niongezee kidogo kuuliza swali. Vipi na lile andiko linalotuambia ninyi mmekuwa hekalu la Roho Mtakatifu? Kwa nini umetuambia kwenye jengo sio lazima kuita hekalu, lakini pale tunaambia sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, na sisi umetuambia sisi ndo kanisa. Hiyo imekaaje hapo? Ndo maana kama umenifuatilia vizuri, nilipokuwa nafafanua hekalu kwenye upande wa hekalu, nikasema lakini kwa upande wa sisi wa Kristo au dini ya Kikristo, tunaamini kuwa kwa sasa hekalu ni miili yetu. Miili yetu hii ambayo ndio
Roho Mtakatifu anakaa wapi? Anakaa ndani yetu, kwa sisi tunaoamini. Alafu ndio nikaja sasa kufafanusha sasa kuhusiana na kanisa. Pia sisi vile vile ni kanisa. Kanisa ambalo ni mwili wa Kristo, lakini ndiye bibi harusi ambaye amepambwa tayari kwa ajili ya kumpokea bwana harusi kwenye ile karamu ya mwana kondoo. Yes, kwa sisi kama sisi kwa sababu hiyo nimesema ni kulingana na desturi ya Kiyahudi. Desturi ya Wayahudi. Lakini kwa sisi wa Kristo tunaamini miili yetu hii ndio hekalu la Roho Mtakatifu kulingana na Wakorinto wa kwanza 3:16.